Nilipofika shuleni pale, tukawa tumeongea mwalimu mkuu, akaniambia mwanao haiwezekani kukaa shuleni hapa, ana changamoto. Nikamuuliza, changamoto zipi mwalimu mkuu? Mtoto wako. Ni kero yangu, mwanangu tarehe 12 mwezi wa kwanza nilimpeleka shule. Nilipomfikisha shule nikalipa gharama kila kitu, anasomea Mwanzoli sekondari. Niliporudi nyumbani siku ya Jumapili akarudi nyumbani. Jumatatu yake nikarudi shuleni kuonana na mwalimu mkuu. Nilipofika shuleni pale, tukawa tumeongea mwalimu mkuu, akaniambia mwanao haiwezekani kukaa shuleni hapa, ana changamoto. Nikamuuliza, changamoto zipi mwalimu mkuu? Mtoto wako anatuhumiwa na kuhusiana na mapenzi na mwanafunzi mwenzie. Nikamuomba mwalimu mkuu, wale wanafunzi waliokuwepo pale wanaomtuhumu mtoto wangu wanafanya mapenzi na mwanafunzi mwenzie, awalete ili na mimi ni wanithibitishie nikiwa kama mzazi. Mwalimu mkuu akaniambia, wewe kama mzazi, mwanao kachukua jukumu la kutoroka shuleni kuja nyumbani. Inatakiwa mtafutie shule ya karibu na nyumbani, awe anaenda narudi. Na kila shule nimetafuta, akapendekeza yeye kama mwanafunzi, nataka nikasomee shule ya Hussein Bashe uwanja wa ndege. Nimeenda pale nafasi nikakosa. Nikaenda Burundi nikakosa. Nikaenda Humbi nikakosa. Nikaenda Sendi Mpya nikawa nimekosa. Chifu nikakosa. Ndegadei nikakosa. Ote nikawa nimempigia diwani Salim ili nione ananisaidiaje. Mafanikio ya kunijibu Salim nikayakosa. Nikampigia elimu wa shule ya msingi ya sekondari kule. Mafanikio ya majibu yangu sijayaona. Ofisi kwa Bashe nimerudi paka mara 2. Mwanangu wamempotezea masomo na mwanangu ndoto zake za maisha wamezikatisha. Haya, yuko wapi mtoto? Ninaye nyumbani yupo. Anasoma hasomi? Kaka, shule nimekosa. Pale alipokuwa anasoma mwanzo? Ndio hiyo changamoto hiyo niliyoelezea. Kwa hiyo alimrudisha kwa sababu ya kujihusisha na mapenzi. Na mimi niliongea na binti yako? Niliongea naye. Akakwambia nini? Wanamsingizia. Haya, basi usipate shida. Tuliza pressure kidogo. Afisa elimu sekondari yuko wapi? Afisa elimu sekondari, naomba ukae na mama pale umsikilize hichi anachokisema na upige simu kwenye hiyo shule ujue ukweli upoje, alafu tutazungumza. Mama, naomba uende pale na afisa elimu. Naomba tumpe mtu mwingine. Mimi naitwa Sefu Abdalla Ngowe Kalanda. Mimi kero yangu kubwa sana katika hospitali ya wilaya. Mimi mwezi wa kwanza niliumwa na mbwa. Mwezi wa kwanza niliumwa na mbwa. Huyo mbwa ajulikani, nilikutana naye njiani natembea zangu na shughuli zangu. Mbwa alinijeruhi sana. Nikaondoka mimi kwenda hospitali ya wilaya. Nilipofika hospitali ya wilaya nilikaa naangaliwa na madokta. Kwa nimeingia saa 2 mpaka saa 7. Walivyoenda familia yangu kutafuta hela ndio nikaja nikatibiwa. Wananiambia mimi nilikuwa na bima. Wanasema hii bima
hainaga msamaha, ya kichaa cha mbwa huwa yenyewe haina msamaha. Ikabidi niingie mfukoni. Kufatana na uwezo wangu mdogo, nilishia sindano 2 tu, hela ikawa imekatika. Mpaka saizi nasikia maumivu mkono wangu, mpaka saizi unakuwa unakufa ganzi. Ndio kero yangu hiyo kubwa. Kwa hiyo mzee, unataka matibabu, si ndio? Ndio, nataka matibabu. Haya, DMO yuko wapi? Kwa hiyo ina maana sisi wazee mnakuwa mnatudanganya, au serikali inatudanganya kutupa bima tutatibiwa bure. Kumbe hiyo bima inakuwa inachagua. Kwa hiyo sisi tunataka tuelewe, wazee, kuna mpaka wa dawa wanapofika hospitali. Haya, mpe DMO kwanza ajibu swali, alafu tuendelee. Karibu DMO. Asante. Naomba msikilize ili kila mmoja aelewe vizuri, sio? Karibu. Asante. Kwanza nimpe pole sana mzee wangu kwa madhila aliyokutana nayo. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba chanjo ya kichaa cha mbwa haitolewi kwenye bima yoyote. Si bima tu ya SHF, hata kwenye NHIF. Kwa hiyo tunalipia. Serikali yenyewe ipo katika mchakato wa kufanya kwamba na chanjo hizi nazo labda ziweze kuingizwa katika mpango mzima wa kuwa covered na bima za afya. Kwa hivyo nimpe pole sana, lakini hata hivyo tumeweka katika ofisi zetu na vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya matangazo yenye namba zangu, mganga mkuu wa halmashauri ya mji, lakini mkurugenzi wa mji na afisa wa TAKUKURU, kwa maana kwamba kwa changamoto yoyote ile tuwasiliane ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukamsaidia mzee huyo. Angepiga simu na angeweza kuingia hata kwenye msamaha akapata tiba, maana uhai haununuliwi, uhai ni mara moja tu. Pole sana mzee wangu, na tutakutana kwa ajili ya kuliweka sawa. Haya, sasa mkutane sasa hivi pale ili mjadili kabisa hizo sindano zilizobaki, mjue mnachoma vipi. Karibu. Mpe mama hapo. Karibu bibi. Asante. Mohamed Juma, nimezaliwa mkoa wa Nzega, wilaya ya Tabora. Sasa nimesimama hapa mkubwa, nacholalamika mbele ya mkubwa Bashe, ni mbunge wangu wa Nzega mkoa wa Tabora. Sina nyumba na familia na watoto 6. Nimesaidiwa nyumba na unahitaji msaada gani mama? Nahitaji msaada ninunuliwe kiwanja nijengewe nyumba. Nani unataka kununulie? Bashe, na wewe unisaidie kama ni mkubwa. Na chakula mnisaidie. Sina chakula na watoto wanasoma imeli. Sasa ninyi ndio ni wakubwa, ndio tumewachagua kama viongozi. Akinisaidia nitamshukuru na Mwenyezi Mungu atampa baraka. Naomba tumpe Mheshimiwa Bashe maiki pale. Mwenezi mpelekee Mheshimiwa mbunge. Mama naomba kiwanja. Mama naomba kiwanja, naomba chakula. Karibu. Nzega wewe. Namfahamu mama yangu na najua matatizo yake. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenezi, nitamuomba tuaende kwa mkurugenzi wa halmashauri, mimi nitamlipia kiwanja pale halmashauri cha siku ya mita 700, alafu tutapeleka tofali, tutamjengea angalau nyumba ya vyumba 2 au 3. Haya, wananzega wewe. Kaimu mkurugenzi uko wapi? Njoo mchukue mama hapa ili mwende mkamalize hilo jambo, na ofisi ya mwenezi ipate taarifa kwamba mama ameshatimiziwa. Karibu. Kwa majina naitwa Simoni Isaya Simoni kutokea Shigamba, kata ya Shigamba. Kero zangu, mimi nilipewa uniti kwa umeme. Kero yangu ni kwa umeme lea vijijini. Nilipewa uniti 25, wenzangu wakapewa uniti 74, ila mimi nilipewa uniti 25 tu. Kwa hiyo unadai uniti zilizobaki? Nadai. Haya, meneja wa TANESCO yuko wapi? Meneja wa TANESCO wilaya Nzega. Karibu meneja wa TANESCO. Karibu. Mnadaiwa huko uniti za umeme.
Mpe maiki meneja wa TANESCO. Mzee, meneja wa TANESCO huyo hapa. Umemsikia mwananchi alicholalamika? Nimemsikia mwananchi. Majibu, kusogea hapa kuone hivyo mjibu vizuri. Kweli nimelisikia malalamiko ya mwananchi, lakini ningetaka nipate ufafanuzi kuhusiana na hizo unit anazo. Muulize sasa. Kiongozi. Unit ambazo nilizo nazo mimi ni unit 25, halafu nilifika mpaka pale kwenye ofisi yetu ya TANESCO. Wakasema kwamba tutakuongezea. Halafu makao makuu nilipiga simu wakasema kwamba muone mkurugenzi. Kweli nimehangaika karibuni ya miaka 4 nasumbuka tu. Mkuu, nimelipokea hili. Hili ni swala la usajili. Huyu yuko kijijini, kwa hiyo atafika ofisi ya TANESCO, tutamhudumia. Hizo unit anazodai ni ngapi? Unit anazodai inatakiwa asajiliwe kwenye matumizi madogo. Wanamaanisha hivyo. Wenzao walipewa 70 ngapi? 74 ukitoa 25 unapata ngapi? 74 ukitoa 25 unapata 49. 49. Unit 49 ni shilingi ngapi? Unit 49 kama 7,000 hivi. Mpe 10,000. Nitampa. Mpe akanunue unit zake. Naomba. Nenda kachukue pale sasa hivi tuje tulipe mwananchi. Haina shida kiongozi. Subiria wakupe unit zako. Meneja nasubiri umpe 10,000 ndo masi endelei. Pale mkuu wa mkoa akupe 10,000 umpe mwananchi. Nenda kwa RC pale. Watulie kwanza. Ndo umepewa sasa mama, karibu. Kwa majina naitwa Ashahidi. Mimi tatizo langu kubwa baba ni kuhusu eneo langu lile. Nimeisha tembea sana toka mwaka 2010. Shida nini? Wewe niambie. Shida yangu pale kwenye eneo langu limekatwa barabara 4 na open space. Alafu kuna mtu alienda kupasua barabara, alipopasua akabomoa foundation yangu, akasambaza na mawe. Eneo lako limepimwa? Limepimwa. Kwa wewe ndo mmiliki halali? Naam. Ulipofuatilia ikawaje? Nikufuatilia kuhusu zile ulienda ofisi ya ardhi? Kote unafahamu, hata mheshimiwa mbunge analifahamu, hata juzi nilimwambia tena. Haya, mtu wa ardhi, unalijua eneo la mama? Karibu. Ngoja tujibu mtaalamu wetu. Asante. Eneo la mama nalifahamu. Lina shida gani au lipoje? Eneo la mama ni kwamba mwaka 2016 paliondolewa mchoro wa mipango miji, na kwenye ule mchoro wa mipango miji kuna eneo ambalo kwenye eneo lake vilitoka viwanja nadhani ni 5 au 6, lakini pia kuna kipande kingine ni eneo la wazi. Mgogoro ni nini sasa? Lalamiko la mama ni kwamba hataki lile eneo la wazi liwepo kwake. Ngali alipofika ofisini tuliweza kushauriana na mkurugenzi kwamba tumtafutie viwanja mbadala kwa sababu eneo la wazi. Mmeshamtafutia? Bado. Hilo eneo la wazi ni la wazi kweli au kuna watu wanataka kupewa? Ni la wazi kweli. Kwa halitatumika kwa mujibu wa mipango miji. Mama mlimpa elimu? Tulimpa elimu ndio. Na vile viwanja vingine vya eneo lake alipewa? Bado hajapewa. Kwa nini? Kwa sababu bado tunaendelea kuvitafuta. Kwenye miradi yetu mingine. Samani kidogo, mimi huwa sipendi ushabiki kwenye mambo ya msingi. Tulieni ili muelewe, sio? Mkianza kushangilia wataalamu wao watadondoka hapa afu tukose majibu. Endelea. Asante kiongozi. Ni kwamba sisi kwa mji wa Nzega tuna maeneo ambayo tumefanya miradi ya upimaji wa viwanja. Vile viwanja vya mama mlivyopima vipo havipo? Eneo la mama lipo. Viwanja vyake vipo havipo? Viwanja vyake ambavyo vipo kwenye lile eneo lake la asili vipo. Amepewa. Nazungumzia vile vya eneo la asili ni vya kwake. Subiri, twende taratibu. Mmepima viwanja vingapi? 6. Kwenye eneo la mama viwanja 6. Mmempa? Hivyo ni vya kwake, anavyo na tulimpa. Mama hivyo 6 unavyo? Hivyo unavyo. Unachodai ni nini? Simama basi. Hapana, usichoke. Mpeni kiti mama akae. Mletee kiti akae. Mama hatakiwi kuchoka. Ndio. Unachodai wewe ni kitu gani? Hilo eneo la wazi? Nadai pia zile barabara zimeongezeka kwenye eneo langu. Barabara? Barabara ziko baba, zimepasuliwa sasa zinafika 4. Hazijapita kwenye viwanja vingine? Hazijapita. Hilo la barabara lipoje? Mtaalamu tusaidie. Wala usipate shida, tutapata majibu. Karibu.